Kama umeamua kumpa Yesu maisha yako na ghafla unaona kama mambo yanazidi kuwa magumu kuliko vile ambavyo haukuwa uko ndani ya Kristo, hii video ni ya kwako. Sikiliza, nataka nikufafanulie jambo. Mungu kanituma nikwambie kwamba hiyo vita unayopitia sasa hivi ni kwa sababu umempa Yesu maisha yako. Ni kwa sababu suddenly shetani ana interest na maisha yako kwa sababu umeshahamia upande wa pili. Ile sala baba yetu tunavyosema, Mungu ufalme wako uje. Nataka ujue kwamba hiyo ni sala ya vita kwa sababu hii dunia Mungu alishampa shetani. Kwa uwezi kuwa kwenye ufalme mmoja alafu nataka kuleta ufalme mwingine. Naongea na mtu ambaye anapenda sana kusema au kusali sala ya baba yetu. Mungu mapenzi yako yatimizwe, ufalme wako uje. Kuleta ufalme mwingine kwenye ufalme mwingine ni vita. Ukitaka Iran iingie Marekani, hiyo ni vita kipekee yake. Kwa hiyo unavyosema Mungu ufalme wako uje, just know umesign mkataba wa vita. Na ndio maana hiyo vita imekuwa ikikutokea sasa. Sisi tumeketi na Kristo juu mbali kuliko falme zote za dunia. Kwa nataka ujue kwamba unapopigana hiyo vita, pengine hujui kama umeingia vitani. Kuna maneno umesema hujui kama uko vitani, kwamba uko vitani. Na umefika point unaota ndoto mbaya, unaota unaingiliwa, asante Roho Mtakatifu, unaota wanataka kukuvamia, unaota wanakushika ndotoni, unaota wanawake kwa wanaume wanataka kukuvamia, wanataka kukudifaa. Just about the time umeamua kuishi maisha matakatifu, umeamua kutembea na Kristo, hutaki kuchafu. Umeachana mahusiano yote, ambia Mungu mimi ni wako, nataka kuishi na kukupendezesha, nataka nikupende, nataka nitii kanuni zako na sheria zako. Ndipo vita zinavyoanza, na vita nyingi unashambuliwa wapi? Ndotoni. Ukilala usiku unapo experience vita nyingi na haujui ni kwa nini. Like I thought nikiingia kwa Yesu everything is just like no, unapoingia kwa Yesu just know umeingia kwenye vita. Sasa kama nilivyosema hapo awali, tunapigana tukiwa tayari tuna ushindi. Nataka nikukumbushe kwamba kila siku uwe unakunywa damu ya Yesu. Kwenye damu ya Yesu kuna nguvu. Kunywa damu ya Yesu sio lazima siku fulani kanisani. Unaweza ukashika chupa yako ya maji kwamba Yesu mbadilisha ya maji kuwa damu yako. Kwa unavyokunywa Yesu anakaa ndani yako na unakaa ndani yake. Kitu kingine nataka nikukumbushe kwamba kufunga na kuomba iwe desturi yako, kwa sababu umeingia vita na silaha zetu sisi si juu ya mwili na damu, ni rohoni. Kwa hiyo rohoni sisi tunapigana kwenye maombi, tunapigana kwenye kufunga. Kwa hiyo pole kama haukuambiwa wakati umempokea Yesu Kristo, kweli pole, haukuambiwa, lakini uko vitani. Na ndio maana umefika, na shetani anachokitaka kukifanya kwenye maisha yako, anataka akuchoshe ufike point kwamba Yesu mi basi acha nirudi tu upande huko, mbona huko kulikuwa mna vita? Of course, kwa sababu huwezi kuwa upo kwenye ufalme wa shetani akakupiga vita, tayari najua ni wako wake, lakini unavyohamia the opposite side, just know umeingia vitani. Na pengine ulikuwa ujue, lakini ndo nakutaarifu kwamba umeingia vitani. Kwa hiyo vaa mkanda, vaa silaha zako za vita, muombe Roho Mtakatifu akusaidie. Na mwingine umekuwa unafunga, alafu kwenye kufunga unavyokuwa kwenye mfungo wako ndivyo unaanza kutamani wanawake, unatamani wanaume, tamaa zile ambazo zilikuwa hazipo. Just know kwamba hapo umemkamata shetani. Kwa hiyo anatafuta namna yoyote. Listen, Biblia inavyosema tunapigana vita, we wrestle kama ulivyokuwa na ngada WWE hivyo, kina John Cena wanapigana, ukirusha ngumi unarushiwa ngumi ya pili. Ngoja nikupe mfano. Mwanzo wa April nilitengeneza video kufundisha jinsi ya kushinda vita za familia, kwamba kama umeona patterns kwenye familia yako zinajirudia, labda kuna kansa, kuna magonjwa, kuna nini, ujue kwamba hiyo ni bloodline pattern, unabidi utakase na utengeneze familia ya madhabahu. Hiyo video iko TikTok. Na baada ya hiyo nilitengeneza kama video 3 tu. Baada hapo nikaanza kuumwa kifua, tonsils za ghafla, homa ambayo dawa haitibiki. Ni leo na sikutengeneza tena video for like 2 weeks. Ni leo ndo Mungu akaniambia, Vanessa, hizo tonsils zinazouma hicho kifua ambacho nilikuwa siwezi hata kuongea, hicho kifua ambacho kinakuuma ni vita, kwa sababu umeexpose siri zao na wamekurushia ngumi, kwa wamekaba koo lako. Kwa jana Mungu kanipa maarifa kwamba Vanessa,
Takasa koo lako, ombea maji kunywa, paka kwenye koo lako, ombea koo lako. Just like that, maumivu ya koo yameisha. Yameisha. Maumivu ya koo yameisha. Nikimeza naweza kumeza. Kwa hiyo, umeona ni vita. Okay? Na Biblia inasema kila silaha itakayoinuka juu yako haitafanikiwa. Haijasema silaha haitafanikiwa. Haijasema silaha haitainuka. Silaha itainuka. Niliumwa tonsils kwa silaha iliinuka, lakini haijafanikiwa kwa sababu tayari tuna ushindi. Kwa nini hapa nikwambia kwamba usikate tamaa. Umeingia kwenye uwanja wa vita. Na silaha yako kubwa ni jina la Yesu, damu ya Yesu, na kuishi maisha matakatifu. Usiache kuishi maisha matakatifu just because vita imekuwa kubwa. Usimkimbie Yesu Kristo kwa sababu tu vita imekuwa kubwa. Yesu kanituma nikukumbushe, Yesu kanituma nikwambie hili neno. Usimwache yeye kwa sababu vita imekuwa kubwa. Muombe Roho Mtakatifu akusaidie jinsi ya kushinda. Muombe Roho Mtakatifu akukuze kiroho, na kama una neema ya kunena kwa lugha, amka kila siku saa 9 usiku kwa lisaa, nena tu kwa lugha au nusu saa, just blast in tongues. Kwa nini? Kwa sababu unavyonena kwa lugha ndivyo Roho Mtakatifu anavyonena kupitia. Hivyo ndivyo unavocharge mtu wako wa ndani. Kama unakukandamiza ndotoni, unavocharge mtu wako wa ndani, next time wanakuja ndotoni utajikuta umeshika silaha. Next time wanapokuja ndotoni, wewe ndio utakuwa unabamiza, wewe ndio utakuwa unawapiga. Okay? Kwa hiyo funga kibwebwe, tuingie vitani. Na tunaingia vitani na mentality kwamba sisi tayari ni washindi. Kwa usimwache Yesu, anakupenda sana. Live that holy life. Ishi hayo maisha matakatifu ambayo unayatamani. It's beautiful. Kama umeamua kuanza safari yako kwa celibate, ufanye mapenzi, Mungu akubariki na Mungu akuongezee neema, na Roho Mtakatifu akusaidie, akuongezee hiyo neema uweze kuendelea kuishi hayo maisha. Na kama kuna dhambi nyingine ambazo bado una struggle nazo, simple, go back to the Holy Spirit. Omba Roho Mtakatifu, hiki na hiki na struggle nacho, na struggle bado na uongo, na struggle na zina, na struggle na hiki, ninaomba unisaidie. Naye atakusaidia and everything will be great. Kwa kama mtu akukwambia, Yesu kanituma nikwambie. Bye.